Hawa ni viongozi kutoka umoja wa Munshidin hapa kisiwani Tumbatu katika utambulisho wa tamasha lao kubwa ambalo linaenda kufanyika siku ya Jumamosi hii maeneo ya hapa Tumbatu, ambapo wasanii mbalimbali wa nashdi hapa Zanzibar. Sasa ya kufanya wewe endelea kufuatilia usikilize mambo matamu kweli kweli kutoka hapa. Unaweza pia kutufuatilia kupitia Fani Media. Utasikiliza haya yote tunakuletea live bila ya chenga. Nahoda yuko vizuri katika kukuletea mambo hayo. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwa njia ya mtandaoni, andika Tumbatu FM huko, unatupata mubashara kabisa. Tuandikie ujumbe mfupi, waulize chochote ambacho unahitaji kuwauliza wageni wetu wa leo hii. Wageni, karibuni sana studio. Asante sana, shukrani. Habari za Masikuteli? Nakumbuka hatujaonana kwa siku nyingi kidogo. Habari ni nzuri, tunashukuru Mungu, alhamdulillah, mambo yanaenda hivyo hivyo, tunashukuru sahaba. Nakujua kama Hassan Akhi, lakini pia nakujua kama Ustadh Hashim, lakini kwenye umoja wa Munshidin hapa kisiwani Tumbatu tunapenda kuwajua zaidi title zenu zikoje huko. Kama ambavyo umesema ndugu mtangazaji ya kwamba nafahamika kwa jina la Munshidin na Hassan Akhi, lakini kwa upande wa jumuiya na nafahamika kama mshika fedha wa jumuiya ya Munshidin. Mshika fedha. Mshika fedha. Shaka hapo tukijaribu kuomba kidogo mambo yato. Na Maalim Hashim, kwa upande wako? Kwa upande wangu kwa jina naitwa Mohamed Makame Shame. Kwa jina maarufu naitwa Ustadh Hashim. Lakini katika taasisi hii ya Munshidin ndio ninakuwa kama ni mwenyekiti wa taasisi. Mwenyekiti wa taasisi. Asante sana, na kwa mara nyingine tuambie karibuni sana Tumbatu. Asante sana, tumekaribia. Karibuni sana pia Fani Media. Asante sana, pia tumekaribia. Kabisa. Mtu hatawezaje kukujua kwamba Hassan Akhi huyu ni Munshidin? Maana mbali ya kiongozi, kusema kiongozi wa mpira si kidogo unaweza kupiga au vipi? Wewe ni Munshidin. Hebu tuonjeshe kidogo hizo ladha tukujue kwamba wewe kweli yaliyopo yapo. Asante sana, na nitatoa ladha kidogo kwa sababu tamasha letu limebeba ujumbe ambao unaenda kwa tuituzeni amani yetu. Ndio. Amani ni hazina yetu. Kwa hiyo na mimi nitagusia hapo kwenye ambapo kama mada yetu ilivyo. Tuilindeni amani yetu, nchi itulie, kwani hii ndiyo tunu yetu, hili tulijue. Tuilindeni amani yetu, nchi itulie, kwani hii ndiyo tunu yetu, hili tulijue. Utulivu kipatika, nchi itaimarika, fursa zitapatika, tutanemeka. Amani ni jambo zito, thakili yake mizani, jepesi lake tamko, kulitoa mdomoni, mafuhumu yake ndipo hukamilisha amani. Amani itowekapo hutuachia huzuni, ni maumivu makali yanotupata nchini, kuja janga kama hili likatawala nchini. Watu bila ya kujali wakaivunja amani, kwa tamaa mbalimbali utu wakatupa chini. Tuituzeni amani. Asante sana. Kasida ambayo inasikika muda huu, nakumbuka hii nakumbuka vizuri. Umeshirikiana na Ustadh Juma Faki. Ilikuwa mwaka gani hii? Ni mwaka uliopita 2024. Okay. Ni rahisi kufanya kazi na msanii mkubwa kama Juma Faki?
Hamna, haiwezi kuwa rahisi kufanya kazi na msanii mkubwa hata siku. Ndio. Sio rahisi. Na ukiachana na Juma Faki umefanya mwingine na msanii mwingine kazi yoyote hivi? Wakubwa wale? Wasanii wakubwa ambao nimeshawahi kufanya nao kazi ukitoa Juma Faki ambaye kidogo yupo kwenye upande wa kasda zaidi. Ndio. Kwa upande wa nashdi nimesoma na Munshid Sudi Khafa, nimesoma pia na Yuzar. Nimesoma pia na kuna jamaa mmoja anaitwa Shakik Al-Jamil. Ni wasanii ambao nimeshasoma nao nashidi hawa hapo. Kabisa. Nitarudi kwako Hassan. Kwanza tuelekee kwa Ustadh Hashim pale. Hassan, zaidi nahitaji tuone zile burudani zile, unajua watu wanapenda kusikia burudani zaidi, waweze kuburudika. Ustadh Hashim, wakati ule mapinduzi ya kinashidi yanaingia hapa kisiwani Tumbatu, ulikuwepo kwenye Furkani kama sikosei wakati ule? Ndio. Furkani kwa sasa haisikiki, tatizo nini? Furkani ni taasisi iliyopo ndani ya taasisi. Ndio. Na taasisi ikiwemo ndani ya taasisi na kumezwa na taasisi ambayo imezidi, yani imeimiliki taasisi nyingine. Ndio. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio changamoto ambayo iliyojitokeza hadi sasa Furkani ikawa kimya. Lakini unaposema taasisi ndani ya taasisi unakusudia kitu gani? Labda Furkani ilikuwa imemilikiwa na madrasa Dhuria. Okay. Badala ya kuwa kuna changamoto za baina ya wanafunzi ambao wanataka hili swala la nashidi na ambao bado hawajalikubali, hapo ikienda mrama. Okay, nikizungumza nawe kama miongoni mwa watu ambao wameanza mwanzo hizi nashidi kwa upande wa Tumbatu, ukiachana na Omar Al ambaye nadhani alikuwa ni wa kwanza zaidi, kwa sasa unaionaje tasnia hii hapa kisiwani Tumbatu? Nashukuru sana. Tasnia imekuwa sana Ndio. na zamani, na watu wanaitika tofauti na zamani. Ilikuwa unafanya tamasha watu wanakuja kidogo, lakini sasa ukisema tu unafanya tamasha, tunashukuru sana, watu wanajitokeza kwa wingi, wana comment sana, wanatusupport, tunashukuru sana. Kasda za vinanda zimekuwa pengine zina wafuatiliaji wengi, na nature ya wafuatiliaji ni vijana ambao ndio wenye shughuli hizo. Kwa upande wa nashidi ikoje? Hamuoni kwamba labda mnanda ni kikwazo katika kuwapata mashabiki wengi zaidi kufuatilia nashidi? Hakuna. Ni kitu kama kawaida tu, kwa sababu watu wanapenda zile ladha ambazo ni ngeni. Ndio. Sasa mnanda ni kila siku, lakini nashidi tunashukuru kuja kipindi, na ikija kipindi yani kwa matukio kinatoka kitu kipya na kila mtu anakisupport. Ladha ipi ambayo inawafanya mwe bora zaidi kulinganisha na ladha nyingine? Kitu gani kinawafanya kiwe na utofauti, kiwe kinawapatia tuseme ladha zaidi katika fikra za watu, katika mitazamo ya watu kwenye burudani kulinganisha na sehemu nyingine, labda kwenye vinanda, madufu? Ni kitu gani hicho? Kitu kinachosababisha kupendwa sana ni aina ya mfumo. Kwa mfano usomaji na mada ambazo tunazitoa kwa zimekamilika. Ndio. Ndio maana watu wengi wanapenda sana. Kabisa. Asante. Turudi kwako Hassan. Nimekuambia leo hii una kibarua kikubwa sana. Sihitaji uzungumze sana, nahitaji tukuone unatufanyia hayo mambo mazuri na sisi nyoyo zetu ziweze kuburudika. Kuna kasida nyingine hapo ambayo unaikumbuka na unasema kwamba kasida hii kiukweli hapa nilifanya kitu? Ya, zipo. Karibu sana. Zipo. Tuenzetu. Asante sana. Kazi na dawa. Okay. Ili kwenu lifike leo tunawaambia, kwa nini mutese mke ambaye asieza? Hiyo si hiari yake, ni kudura za jalia. Jue nini Allah pekee riziki ndo anotoa.
mekuwa ni kawaida kwenye zetu familia, zimejengeka hasada kwa wifi na wakwe pia. Ukitawilika muda mke bado hajaza, huanza kupata shida kwa matusi kutolewa, kazi kula kushiba, watoto hata kizacho ajaza sihaba, ndani hana manufaa, kazi kula kushiba. Nini kimekupelekea kuja na ujumbe huo? Ni kusema kwamba matukio hayo kwa Tumbatu yapo kiasi hicho, au umefikiria nini hasa? Simaanishi kwamba kwenye jamii yetu ya Tumbatu ndio yamekithirika matukio haya. Ndio. Lakini sisi tupo kisanaa zaidi, na huwa tunawasilisha sanaa zetu kufikisha ujumbe kwa jamii, bimaana kwamba hatukubezi kwenye jamii fulani, tumebezi kwenye jamii nzima, ambaye kila atasikiliza nashidi ile basi iweze kumgusa kwa nafasi yake. Kabisa. Na nashidi hii labda umeimba na nani pengine? Hii ni nashidi ambayo kwanza ni mpya. Ndio. Ya sijaitoa na surprise kwa ndugu zetu wa Tumbatu ambaye kama ambavyo tumesema tuna tamasha letu siku ya Jumamosi, kwa hiyo miongoni mwa nashidi ambayo nitaperform ni hiyo hapo. Ni nashidi ambayo nimesoma mimi kama mimi, sijamshirikisha mshiriki yoyote. Hii ni surprise kwako msikilizaji, lakini pia mtazamaji wa Fani Media. Hii ni kazi mpya kabisa, unaweza kuipata siku ya Jumamosi kwenye tamasha moja kubwa sana hapa Tumbatu. Naam, tuendelee. Wakati unaanza tasnia ya nashdi, kama nilivyomuuliza Ustadhi Hashimu hapo, kulikuwa kuna crew inaitwa Atuz Kids. Iko wapi? Hatusikii. Ya, ni kweli kabisa, kwa sasa hivi Atuz hiyo kid haijulikani na haisikilikani. Na haisikilikani kwa sababu awal wakati naanza sana hii tulikuwa tumebase kama kimadrasa. Ndio. Yani tunachukua watoto kutoka madrasa tunashare kama mfumo fulani wa kimadrasa, lakini tukaenda baada ya kuona kwamba pengine kuna ugumu fulani kwenye issue fulani za gharama hapa na hapa, kumsafirisha mtoto kumpeleka mjini kumrudisha, kidogo inakuwa ni kipengele. Sometime kunakuwa unaenda kwenye matamasha unarudi usiku, kwa hiyo unakuwa ule ugumu ambao upo, kwa hiyo unajikuta kwamba kazi ngumu sana. Kwa hiyo ni vikwazo vya issue kubwa, ni issue za gharama ndizo ambazo zilipelekea mpaka kwa sasa ikawa haipo hiyo tusikii. Kabisa. Tuingie kwenye tamasha letu ambayo ndio hasa kitu ambacho kinatufanya tuwe hapa. Hili tamasha la Tumbatu, kwa nini mmekuja na idea hiyo ya kuanzisha tamasha hili la siku ya Jumamosi? Tumekaa sisi kama jumuiya. Kwanza hili ni tamasha letu la kwanza tangia tuunde hii jumuiya. Ndio. Na tunaenda kutumia tamasha hili kwa mambo mawili makubwa. Ndio. Jambo la kwanza ni kwenda kuizindua jumuiya yetu kwenye tamasha hilo, lakini jambo la pili ni kwenda kuihamasisha jamii, hususan kwenye kipindi ambacho kinafuata kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo tumekuja na slogan ambayo imebeba ujumbe wa amani ni hazina yetu. Kwa hiyo tunaenda kuihamasisha jamii ni namna gani tunatakiwa tuishi kwenye kipindi hiki kwa ajili ya kuitunza amani yetu. Kabisa. Asante sana kwa wale wote ambao wanatufuatilia kwa mara nyingine, lakini pia ukumbuke tu hapa nipo nayo crew nzima, uongozi wa umoja wa Munshidin kisiwani Tumbatu. Nipo naye mwenyekiti Ustadhi Hashim, lakini pia nipo naye mshika maokoto, lugha za kisasa hizo, ni mshika fedha huyu Hassan Akhi. Kuelekea kwenye tamasha, ni mipango gani ambayo mmejipangia kuhakikisha kwamba tamasha hili litakuwa linafanikisha lile lengo halisi au dhamira halisi mliokusudia ya kutoa ujumbe wa amani kuelekea kwenye uchaguzi? Ya mipango ambayo tumeiweka kuelekea tamasha hili, kwanza tuliangalia na mazingira ya shule yenyewe, yani ni namna gani tunaifanya shule yenyewe. Tukaona kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vitasaidia kufikisha ujumbe wetu ni kupata supporta ya munshidi wenzetu ambao wanatoka nje ya Tumbatu, maana kwamba tukishia kwa pamoja, huyu akitoa hiki na huyu akitoa hiki, nadhani itakuwa ni chanzo cha kuhamasisha amani. Unapozungumzia tasnia ya nashidi kwa hapa visiwani Zanzibar,
basi akili za watu zinawezekana zikajaa kwa mtazamo tofauti. Wengi wao wanawezekana akamjaji msanii fulani fulani, pengine Sulkhafa, pengine Abdullahi. Kwa hiyo ni majina ambayo yamewaingia watu ndio kwenye vichwa vyao, lakini pia niwatake tu, niwaambie tu wale wanaotufuatilia wakati huu, hayo majina ambayo nimekwisha kuyataja hapa ni miongoni mwa munshidi ambao watakuwepo kwenye tamasha letu. Kwa hiyo mipango ambayo tumeipanga kwenye tamasha hili, kwanza ni kuwaita wale watu ambao icon na wana uwezo wa kuisaidia jamii yetu kuhusiana na masuala haya kabisa. Ustadh Hashim hapo, ungetutajia labda kwa mtiririko watu gani hasa ambao wanatarajiwa kuhusika kwenye tamasha hili, kwa maana wale wa ndani ya Tumbatu lakini pia wale wa nje ya Tumbatu? Amejaribu kuzungumzia kwa ufupi, kuna kina Sheikh Sulkhafa ambao ni maarufu Zanzibar, lakini tupatie ile ramani kamili sasa, wasanii kutoka nje na ndani ya Tumbatu ambao watahusika kuperform pale kwenye tamasha leo. Kabla ya kuenda kwenye wasanii ambao wataperform kwenye tamasha hili, tamasha, lengo la tamasha ni amani. Tumechukua wale watu wote kwenye taasisi yetu, ina watu mchanganyiko kwenye kisiwa chetu. Ndio. Wapo mpaka watu wa Jongoe, wapo Kichangani, yani Mvini, Chwaka na Bomani, ili kuona umuhimu wa hili jambo. Ndio. Lakini wasanii kama vile Ustaz Umar atakuwepo, ndio, Ustaz Hassan Akhi, lakini Sheikh Sudi, tukimzungumzia Abdullahi, kijana anaitisha Zanzibar, tukizungumzia user, tunategemea inshallah watakuwasili hapa na wengi wengine inshallah. Okay, turudi kwako Hassan. Tamasha, unapozungumzia issue za matamasha, bila shaka lazima ujipange. Kuna gharama zile za utengenezaji, gharama za kuwaleta hao wasanii wakubwa na issue kama hizo. Labda kuna support yoyote ambayo mnaipata katika kuandaa tamasha hili? Ndugu mtangazaji, sio kama kuna support tunaipata, kuna support tunaipata. Jumuiya zaidi. Kama ambavyo nimekwisha kuzungumza, hili ni tamasha letu la kwanza kama jumuiya, lakini huwezi kuacha kutoa shukurani. Ndio. Wakati unastahili kutoa shukurani. Ni kwamba sisi kuna support ambayo tayari tumeshaipata, au hata kama mfano kabla ya hapo, wakati naandaa matamasha mimi binafsi, basi kulikuwa kuna supporta nyuma ya hili huwa nazipata. Ndio. Kwa hiyo sio kama labda kile kinachofanyika pale chote kinatoka kwenye mkono wangu, hamna. Huwa kuna supporta ambazo tunazipata. Unaweza kututajia watu ambao au itakuwa ni siri hiyo? Hai, ni siri tena. Okay, sawa. Asante sana kwa wote ambao wanatufuatilia kupitia Fani Media, lakini pia wale ambao wanatusikiliza kupitia Tumbatu FM kupitia 94.9 Tumbatu FM, lakini pia kwa njia ya mtandaoni. Naam, Ustadh Hashim hapo, kwa upande wako tamasha hili limekuja katika muda ambao pengine haraka hivi tunatoka sikukuu, moja kwa moja tunasikia mambo ya tamasha. Kwa nini imekuja haraka kiasi hicho? Kwa nini imekuja haraka kiasi hicho? Tumezoea kwamba matamasha labda yanachukua miezi 2 mitatu, lakini hii au ndio ulikuwa ni mpango mkakati wa kuificha hii iwe ni siri na kuja kama surprise? Tamasha halijaja ghafla, bali zile nyenzo za kufikia lile kufanikisha hilo tamasha. Inawezekana ukatangaza shughuli lakini ukawa huna vitendea kazi vya shughuli. Sasa inawezekana ukafeli, lakini ukivipata vitendea kazi mara moja unafanya kitu. Na kwa kumalizia tu, muda unatuacha mkono. Zungumza na Wanatumbatu, zungumza na Wazanzibari kuelekea kwenye tamasha hilo la siku ya Jumamosi. Ningewaomba wananchi kwa ujumla wa Zanzibar kwamba amani ni kitu muhimu katika jamii zetu. Tunaona wenzetu wa sehemu tofauti ambao wameikosa amani, kusema cha kweli, tukiwaona kwenye mitandao na sehemu nyingine, mfano wenzetu wa Gaza kule hawana amani, yani wanaishi kama wanyama. Sasa tungeituza hii amani ili tukapata maendeleo mengi zaidi kama tulivyopata kipindi hichi ambacho tupo kwenye amani. Tusijieleza hii fursa hii. Hii ni kama fursa Mwenyezi Mungu atuletea hidayah hii ya amani kabisa tofauti na nchi nyingine. Naam, barabara kabisa. Hawa ni viongozi kutoka umoja wa Munshidin hapa kisiwani Tumbatu. Hassan, kwako wewe tumalizie na vitu viwili.
Kwanza nataka utuambie kwamba hiyo shughuli tutaifanya sehemu gani hapa kisiwani Tumbatu? Maana Tumbatu ni kubwa, tutaifanyia wapi? Lakini pia na kupatia nafasi ya kuwakaribisha wageni. Tutafurahi kuona kwamba unawakaribisha katika ladha zetu hizo. Karibu. Ya shughuli yetu inshallah inatarajiwa kufanyika kwenye banda kuu la Maulidi Tumbatu Gomani, na nadhani hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa tasnia hii ya nashidi kwenda kutumia uwanja ule pale, na imekuja hii haija kwa bahati mbaya, imekuja kwa mipango ya jumuiya nzima. Kutokana na maandalizi ya shughuli hii, ndio tumeamua kuitengeneza shughuli hii kwa ni miongoni mwa shughuli bora ambazo zimewahi kufanyika Tumbatu. Hii ni nambari 1. Kwa hiyo tumechagua eneo lile pale kwa ajili ya kuifanya iwe ni shughuli bora zaidi kabisa. Na ile nafasi ya mwisho ya kuwakaribisha sasa. 1 2 3 twenzetu. Nimeridhika na hali yangu, Mola alo nijalia, na vyake mtu kwangu vichungu, tegemeo langu kwa jalia. Nimeridhika na hali yangu, Mola alo nijalia, na vyake mtu kwangu vichungu, tegemeo langu kwa jalia. Nimeridhika kweli kweli, wala sio masihara, na shukuru kwa jalali, kwa zake Mola kudura. Meridhika na sijali wala kabisa. Na wewe ambaye umetumia ujumbe mfupi ukiwapongeza viongozi hawa, lakini pia na kupongeza mtoto Warda ukisema tuko pamoja mwanzo mwisho, na wote ambao wamefuatilia mahojiano haya mafupi. Jamani, asanteni sana na karibuni sana kwa mara nyingine. Asante sana, shukrani. Kila laheri katika maandalizi mema ya shughuli ya tamasha la Nashdi kisiwani Tumbatu. Asante sana, tunashukuru sana.